ajili ya kuitetea dini ili ukufikie wewe. Bila juhudi hizo ungeuonaje Uislamu? ungeuonaje Uislamu? Ulaika sahabu nabii sallallahu alayhi wasallam wa hizbuhu walaulahum ma kana fil ardi muslimun walaulahum kana dhalaman bi ahliha. Na lau si masahaba dunia ingekuwa gizani na watu wake wangekuwa gizani. lakini masahaba fiha budurun wa anjumu. Lakini masahaba hapa duniani ndio miezi, ndio nyota, miezi ambayo watu hutumia katika kuona njia gizani, na nyota ambazo watu huzitumia kuongoza njia gizani. Na ndio masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanakufa njiani, wanang'atwa na nyoka, wanapata madhila chungu nzima. Ndugu zangu katika imani, wanakunywa maji yenye sumu. Wewe una habari, unahangaika na upuzi. Kombe la dunia nini? Kombe la dunia maana yake nini? Kombe la dunia sana katika kombe la dunia ni mpango mkakati wa kupiga vita Uislamu bila hata kujua. Mtaona nimegusa pabaya, lakini ndio kufuatilieni sasa. Ndugu zangu, ni mwezi kweli wewe kuwafanya upuzi huo ndugu zako hawa wanakuwa hivi? Ni kweli wewe kweli umekaa vizuri? Sasa katika imani, Herakla ambaye alikuwa ni mfalme wa Rum, kiongozi wa Rum. Herakla anasema katika kuwasifu masahaba wa Mtume hawa ajabu, asema wana mambo matano tumeyaona hawa ambayo hauyakuti kokote. Yeye alihesabu ya kama matano, lakini ni kwa jitihada zake. Hayo matano yako na mengine na mengine na mengine na mengine. Yeye aliona matano, akaona ndio siri yao watu kupata ushindi kila mahala na dini yao kuenea. Na hii haitoishi hapa, dini itaenea dunia nzima. Mambo matano hayo anayasema Herakla, anasema raaina qauman, sisi tumewaona watu almautu ilayhim ahabba min hayatihim min alhaya. Sema tumewaona watu hao jamani, jambo la kwanza walilonalo, kifo kwao kinapendeza zaidi kuliko uhai. Sasa kifo na uhai jamani, hivi vitu unaweza kuvilinganisha kweli? Kwa mwanadamu aliyeumbwa na udongo huu kama ulivyotumika kukuumbia wewe, unaweza kweli ukalinganisha nini? Unaweza kulinganisha uhai na kifo? Halafu eti upende kifo uchukie uhai? Inawezekana kweli? Na ndio maana Imam Shafi'i akasema kama si hawa hakusingepatikana Muislamu katika ardhi hii. Na nini mnabisha mnanibishia mko wengi tuko ngapi Waislamu duniani hivi sasa? Bilioni na karibu na nusu. Lakini ghuthaun ka ghuthai saili, lakini hewa povu kama povu linalopelekwa na mafuriko. Taka tu kama taka zinazopelekwa na mafuriko. Hazifai kwa kula, hazifai uthau ka ghuthai saili. Sasa Herakla huyu anashuhudia, asema tumewaona watu almautu ilayhim ahabba min alhaya, wanapenda kufa kuliko uhai. Watawadhu, na tumeona, na la pili tunaliona kwao, unyenyekevu kwao. Ahabba li ahadihim min arrifa, wanapenda unyenyekevu kwao unapendeza zaidi kuliko kujikweza. Pamoja na ushujaa waliokuwa nao masahaba, ni wanyenyekevu ajabu. Hukuti mtu akanyanyua bega akafahamna kwa sababu yoyote iwayo. Wanyenyekevu kweli. Sifa ya pili, na walaysa li ahadihim rabbatun fi dunya
ukuti mmoja wapo akipupia dunia. Hakuna, huwezi kukuta sahaba eti anapupia dunia wala hamaha wala kuwa na majonzi eti amekosa dunia akafikiri akapandwa na pressure. Ukuti kwa masahaba hilo, ukuti. Herakli anasema sifa ya tatu hiyo, sema amiruhum ka ahadin minhum, na kiongozi wao afwan. Katika hili la tatu nasema huwakuti yani hawana pupa na dunia. Kisha akasema, akaongeza pale mbele, anasema yajlisuna ala turabi, wanakaa mchangani, wayakuluna ala rukabi, na wakati wa kula wanapiga magoti chini wanakula. Maswahaba wa Mtume, sifa ya tatu hiyo. Sifa ya nne anasema amiruhum ka ahadin minhum, na kiongozi wao ni sawa na yoyote kati yao. Kiongozi wao ni sawa na yoyote miongoni mwao. La yu'rafu rafi'uhum min wadi'ihim, huwezi kumjua mtu wa hadhi ya juu na wa hadhi ya chini. Kwa hamna hiyo. Hadhi zani hizi za juu na za chini zenu, sio za masahaba. Masahaba tofauti, huwezi kujua hilo. Na anayesema haya Herakli, si mimi. Alafu la mwisho, la tano na la mwisho, anasema idha hadharati sala, na ikiingia swala ikiingia lam yatakhallaf anha minhum ahadun, hakuna hata mmoja atakayeacha kwenda kuswali. Hakuna hata mmoja. Sasa mmekuja hapa msikitini, mmewaacha majamaa zenu wangapi vijiweni? Wangapi mmewaacha vijiweni? Mwingine tena anamkabidhi na jamaa yake kabisa, kwa sababu ya swala, anambia niangalizie niangalizie hapa na kwenda kusali mara moja. Wangapi? Na huyu aliyemwacha Muislamu kama yeye aliyetakiwa aje hapa. Sasa sikwambii siku zingine ndio kabisa, sikwambii hizo ndio usiseme. Ni dhuru za ajabu tu zinamfanya mtu akakosa jamaa kabisa. Huyu angaa na swali lakini akakosa jamaa kabisa. Nini? Bwana hebu nendeni. Bwana twende. Sema hebu nendeni. So unajua shemeji yako alikwenda kuondoa kusalimia na ana vijizigozigo. So unajua shemeji haiwezekani kwa mlenda na ana vijizigozigo. Sasa wewe nenda, atakosa wa kumpokea. Hivi huyo shemeji na mlenda wake na nini kweli amefikia mahala kuwa ni udhuru wa kukosa jamaa? Alafu mnasema ninyi na maswahaba mnafanana. Sahaba gani angekaa pale akimsubiri mkewe alete mlenda kutoka kwa sahaba gani? Ni sahaba yupi? Qul ma tasma'un. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ndugu katika imani, tukio la hijra ni tukio la aina ya pekee, linatuonyesha mabwana hawa si mabwana wa kawaida. Ndugu katika imani, ni kweli hivi kweli Uislamu umefikia mahala kama hapa? Ndugu zangu katika imani, hivi watu wanashindwa kusaidiana katika mambo ya kheri na ya sawa na ya halali yaliyoamrishwa, lakini wanakwenda kuungana katika kombe la dunia. Mimi kinachonishangaza, na hata nchi ambazo zimebeba nembo ya la ilaha illa Allah, nembo ambayo ni ya Uislamu, nayo eti nakwenda kushiriki kwenye kombe la dunia. Ndugu zangu katika imani, kwingineko haishiriki, kwingineko haishiriki. Na kinachofanyika eti mtu kawa na msimamo mkali, bendera iliyoandikwa la ilaha illa Allah haitakiwi ilazwe chini. Sawa, isilazwe. Na yule bwana wakaona hili halidhuru, msikaja basi kama kaja hilo ndio kubwa zaidi kuliko hii, msilaze chini. Umekwenda kule kutokulazwa bendera chini
Na angalieni upuzi unaofanywa katika hili kitu kinachoitwa kombe la dunia. Hakuna upuzi sijui kama kuna maana pengine panaweza pakafanyika upuzi kushinda kwenye mashindano ya kombe la dunia. Sijui kama papa kwenye munkar kama huo, hata kama jambo lenyewe lingekuwa ni halali, munkar kama huo unakuhusuje kwenda? Lakini cha kushangaza zaidi, huyo aliyetandikwa mabomu ni vitu gani na kauliwa na viongozi wake na nini, kapeleka timu pale pale kwa yule aliyempiga. Ndugu zangu, na mshairi mmoja anasema, laisa almar'u mayitan biinqidai hayatihi, mtu haitwi maiti pale unapomalizika uhai wake, huyo haitwi maiti. Wala innal maita, lakini maiti wa kweli wa ayyubha alayhi fayukhdhal, ni yule atakayevyogwa akili alafu akadhalilishwa. Huyo ndio maiti. Anahema kweli, ni mzima, kavurugwa akili imeviringishwa mpaka anadhalilishwa. Huyo ndio maiti wa kweli. Wewe unaendaje katika kweli inaingia akilini ni kutandika alafu kuja nyumbani kwangu kucheza? Hili nalo nahitaji aya au hadithi au mifano. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu, nimalizie na kisa ambacho Allah tabaraka wa taala anatusimulia ndani ya Qur'ani. Hiki kisa nimekizungumza mara nyingi, na maulama wamekizungumza, sio mimi tu nasema nimekizungumza, hapana, maulama wamekizungumza, ikiwa mimi nimegusa kidogo. Kisa ambacho kimetokea mwezi kama huu. Kisa hiki kimemtokea Nabiiullah Musa alayhi salam.